unayefungua Biblia. Taka tuendelee na somo letu. Nilikuwa nimeandaa somo jingine, lakini sikia tuendelee na somo letu ili tuweze kulimaliza. Tunalitoisha leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninawasalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Kuna vipengele natamani tujifunze. Mambo ya kuepuka. Amen. Mambo ya kuepuka katika ndoa. Mambo ya kuepuka katika ndoa. Yaani wewe binti ambaye unataka kuolewa, utegemea uwe mama baadaye. Ni vitu vya kuandika ujifunze ili ujue utakapoingia kwa ndoa yako mambo gani ya kuepuka. Wewe kijana unataka kuoa baadaye, unategemea kuwa na familia, lazima uvijue kwamba ni mambo gani ya kuepuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona kipindi wiki ile iliyopita kwamba tuliona swala la kutangatanga. Unapaswa uepuke kutangatanga, yaani kuruhusu miguu yako kutembea tembea, kwenda kusomba, kupiga story, kupiga umbea. Wewe ukiwa mwanamke uliolewa, haupaswi kuzulula. Leo uko hapa, kesho uko hapa. Haleluya. Amen. Amen. Ukiwa ni mwanamke uliolewa, haupaswi kuzurula. Unaiacha nyumba yako, unaanza kutembea tembea pasipo sababu mahali. Lakini tukaona kipengele kingine kwamba haupaswi kuwa na maneno mengi. Mwanamke aliyeolewa au mwanaume aliyeoa hapaswi kuwa na maneno mengi ndani ya ndoa. Kwa ni mambo ya kuepuka hayo. Lakini leo tunataka tuone kipengele kinasema kutanguliza urembo na uzuri. Sema amen. Kutanguliza nini? Urembo na uzuri. Hiyo inaweza ikavunja ndoa. Ni vitu vya kuepuka. Kwamba mimi ni mzuri, hata sura yangu inalipa, na shape yangu inalipa, nina umbo namba 8 inalipa. So hata ukiniacha wengine wataliona umbo namba 8.